ya kumiliki juu ya nchi. Chukia hiyo hali ulionayo. Ongeza bidii kuyasikia maneno ya Mungu na kuyafanyia kazi. Acha mizaa mingine yote. Simama kwenye njia ya Kristo. Ongeza bidii ya kazi. Achana na hao waganga kienyeji. Achana nao. Tazame Yesu. Yeye anasema, ninavyo vyote ulivyo navyo. Hayo mlioyatafuta humo ziwani Petro, au samaki mlioyatafuta umekosa, njoo kwangu. Akamwonyesha hawa hapa, nimeshaweka kwenye moto ili muweze kula, na mkate huu hapa. Samaki ni pesa, mkate ni chakula. Mungu akaachilia kumuonyesha kwamba Petro, haya uliyoteseka usiku kucha ukaacha injili yangu ukaenda kuvua samaki, hivi unavyotafuta viko kwangu. Hubiri injili. Haleluya. Vipo kwangu. Hapo nazo sinielewe. Wakati Yesu ameondoka, haleluya, Petro ilifika mahali akakata tamaa. Akaachana na injili, akasema ninarudi ziwani kwenye kazi yangu. Kwa kuwa yeye ndio aliachia funguo, maana yake hapa kaliharibu kanisa na wengine wote wakamfuata. Yesu akamtokea. Ndio pale alipomuuliza, je, wanipenda kuliko hawa samaki? Sio, unaelewa? Alikuwa anasema, Simoni Petro, naam Bwana, je, wanipenda? Akasema ndio. Na akasema, je, wanipenda kuliko hawa? Akasema ndio. Akasema, chunga kondoo zangu. Akarudia pili, akasema ndio. Akasema, chunga wana kondoo. Akarudia tatu. Petro akasema, wewe mwenyewe unajua kama nakupenda sikupendi. Akakasirika. Akamwambia, chunga kondoo. Kondoo alirudiwa mara mbili. Katikati kuna wana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, njoo kwangu. Akamwonyesha samaki na mkate. Samaki ni uchumi, sema ni uchumi, ambazo ni fedha. Samaki si biashara. Alafu mkate ni msosi. Utaki kukosa msosi ndani. Amen. Jamani, pale kuna mbute ni mkate ule. Naomba tuelewane vizuri hapa. Nini? Mkate. Hebu mbele yako na ufahamu mkate. Acha hii ambayo mnakula mpaka mnasinzia, kuna mkate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiki chakula, samaki ni uchumi. Kwa namwambia unachokitafuta kipo kwangu. Usikate tamaa. Kukuweka hicho kipindi cha kutokupata sio kwamba nimekusahau. Ninakuelimisha ujue kuishi kwenye vipindi vyote. Likitokea uwatie moyo watu wengine. Haleluya. Haleluya. Hebu malizia wa 7 mtumishi. Mstari wa 7. Hiyo miwili katikati mtasoma yenyewe wa 7. Umesikia? Ndugu wale wote wa huyu mtu maskini ufanyeje? Ufanyeje? Ndugu rafiki zake uzidi kujitenga nao. Nani anaweza kanipa sababu kwa nini unamtenga? Sasa wakamwona tu maskini tu. Walienda wanafika tu from nowhere akajua yule maskini. Kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya kinasababisha wafanyeje? Wamtenge. Ni kitu gani hicho? Kuombaomba. Unanielewa? Mimi jamani sina chakula. Nyinyi ndugu zangu tumetoka damu moja. Na lawama juu. Hao watu wanalawama sana. Unanielewa? Malizia. Huwafuata kwa maneno. Umesikia? Huwafuata kwa maneno. Jamani, tumezaliwa mama mmoja, baba mmoja. Mimi nimewachungia na ng'ombe. Lakini si tulikupa mshahara? Lakini bado wanamkimbia. Amekuwa, kwa lugha nyingine wanasema amekuwa ni mzigo. Amewalemea wale watu. Haleluya. Amewafanyaje? Jamani, kuna mtu ananielewa hapa? Anawalemea kwa nataka uchukie. Ndipo napoingiza jambo la mwisho. Kitu kinachoitwa mauti.
Haleluya. Kitu kinachoitwa mauti hadi kwenye uchumi, mauti inatenda kazi. Mauti kazi yake hushughulika na kitu ambacho kimeshazaliwa. Sijui unanielewa? Hushughulika na kitu ambacho, kwa hiyo kule mwishoni kazi yake ni kuzuia usifike kule mwisho. Haleluya. Ndani ya uchumi kuna mauti iliyotengenezwa hiyo 2007 ya kwamba kazi ya hii nguvu ni kuzuia haya maisha ya kustawi, maisha ya kufanikiwa yasifike mwisho. Unaanzisha biashara, hatua ya kwanza imeenda vizuri sana, mpaka umesahau hata kanisani, mpaka umesahau hata ndugu zako, mpaka umesahau hata kumwabudu Mungu. Hatua ya pili kastawi sana, mpaka ukainua na mapega juu, lakini hatua tatu unastopisha yule mauti. Anapiga kazi yako. Mauti inayoshughulika na uchumi, mauti inayoshughulika na uchumi, hiyo ndio naongelea. Inapiga usifike mwisho. Ulianza vizuri na wateja wakakukimbilia na pesa ukasiona, sometimes wengine na kiburi kikapanda na ukajua hapa nimetoboa. Hata kuiombea biashara ukaacha, hata kuikataa zile roho za ukoka zikaacha. Mauti anakuambia ninakuja tu. Kwa nini umeacha haya? Kile kilemba kilitolewa, kwa yale maarifa yafanyi kazi. Ulishakuta mtu ambaye unamjua ni tajiri hapa ameacha kwenda kazini? Wakina Bakresa wale wanauza mpaka ukwaju ambao huku watu wanaokota bure polini, lakini yeye kule anaupeleka, alafu anawagawia wamama wa Dar es Salaam. Unanielewa? Wamama wa Dar es Salaam wale wanaanza kuuza 500, 200 ya bosi, 300 ya kwao. Sijui unanielewa vizuri? Mchina akapiga hesabu akaleta dubwi. Ile mapepo yalifanya kazi yale. Hao China hao walitumiwa hao mafimason hao. Unanielewa vizuri? Unaelewa vizuri? Wakaleta dubwi. Wanaleta dubwi, ile ni dubwi. Ni nini? Angalia lile jitu, ni dubwi acha lile. Nina akili ya ajabu. Mwanzoni analiseti ili ufanye kama unalila. Umeelewa? Wengine mwanzoni linaanza washaweka na bondi wake zao. Hapa Masumbwe, sio naambiwa, niliona mwenyewe. Walianza na tokeni za kwao za Kichina, wakabadilisha, wakaleta 200 hizi za kwenu. Kuna watu wanashindwa kwenda kazini, anaenda kwenye dubu. Angalia anayesimamia dubu amekaa pembeni, alafu hapo washawishi. Kuna watu wakushawishi, ya kwanza nakula, mali inakupiga, ikija kukupiga. Kuna nyingine ilikuja juzi nitangaza kanisani hapa kwamba msicheze inaitwaje? Nini? NBL, si ndio? Umesikia hiyo kitu? Na hao niliwazuia. Hapo kanisani nilitangaza na kumbukumbu hizo. Mwisho wake umefanyaje? Watu wamepigwa mpaka bahati haipo, amekimbia mji huu. Alishawishi watu kwamba msipopata munidai mimi. Watu wamepigwa, wengine waliuza nyumba, wengine pikipiki. Sio kila ambacho unakiona kinafaa kwako. Narudia tena, sio kila kitu kinapendeza kwako. Mauti ya uchumi inabadilika kwa njia tofauti. Sasa huyu aliyeuza nyumba tayari mauti hajampiga. Hajampiga. Sio kile unachokiona kinafaa, pana. Hata kama unapata pesa nyingi, jiulize, mimi Bwana ni kwenye nafasi hii? Tasikia hapana, hapo sio kwako. Okay, nashukuru sana Mungu wangu. Unaendelea na jambo lingine. Jitambue. Watu wamepigwa ovyo. Na wengine wamo kanisani hapo walipigwa kwenye hiyo. Naomba msio mnaogopa mliopigwa. Siku moja mtoe ushuhuda hapa ili wenzenu wajifunze. Wapo wengine wanasali hapa, unajua hilo? Wapo wengine lakini nusu walipigwa. Wengine bilioni.
Wewe, yaani weke 50,000, hiyo ni akalia hawa watu jamani kwa wajanja.